Kupasuka kwa mimba iliyotunga nje ya kizazi ni moja kati ya madhara ya moja kwa moja ambayo huwa yanatokea kwa wanawake ambao wanatoa mimba bila kuzingatia taratibu za kidaktari. Huwa inaitwa ruptured ectopic pregnancy. Katika hali ya kawaida, wanawake wengi ambao wanaenda kutoa mimba bila kuzingatia taratibu za kidaktari ni mtu tu ambaye anajikuta ametest UPT positive, hajafanya prior ultrasound kuconfirm ujauzito umetunga, lakini ujauzito umetunga wapi? Kwa baada ya kufanya tu kipimo cha mkojo na akajikuta yuko positive, basi wao wanaenda kutafuta zile dawa au kemikali ambazo wao wanatumia kutoa mimba. Changamoto ya kufanya hivi ni kwamba inavyokuwa inatumiwa ile dawa au kemikali ya kutoa mimba, ni dawa ambazo huwa zinaenda kusababisha kutikisika kwa misuli ya mji wa mimba. Kwa hiyo kutikisika kwa misuli ya mji wa mimba huwa ndo kunaitwa uchungu. Kwa hiyo wanachofanya ni initiation of labor. Kwa hiyo baada ya kutikisika kwa mji wa mimba, kitu chochote ambacho kipo ndani ya mji wa mimba huwa kinatoka. Sasa inakuwaje kama hii mimba ilikuwa haijatunga ndani ya mji wa mimba lakini imetunga kwenye mirija ya uzazi? Kinachotokea ni kwamba ile mitikisiko ambayo inatokea kwenye mji wa mimba inaweza ikasababisha kupasuka kwa kwa ule mrija ambao unakuwa umebeba ile mimba na kusababisha medical emergency au emergency ya kidaktari ambayo wanaitwa ruptured ectopic pregnancy. Ni hatari kwa sababu huyu mwanamke atavuja damu nyingi, lakini atapata maumivu ya tumbo makali. Hizo ndo dalili ambazo zitaonekana. Kwa hiyo maumivu yale ya tumbo yatakuwa makali sana na mara nyingi huwa yanaelekea kwenye bega. Mara nyingi kwenye bega la kulia, na anakuwa anavuja damu nyingi kwa sehemu ya ndani. Kwa hiyo kitakachokuja kutokea ni mwanamke anaweza akapoteza fahamu na anaweza akapoteza maisha kama atakuwa hajapata huduma za kitaalamu ndani ya saa moja. Ikitokea amefika hospitali, kutegemeana na kiwango cha damu alichopoteza, huyu mwanamke anaweza akapewa matibabu mbalimbali ambayo obviously ule mrija ambao unakuwa ulipasuka utakatwa na utatolewa, kwa hiyo atabaki na mrija mmoja, na kutokana na kiwango cha damu alichopoteza anaweza kaongezewa damu. Lakini changamoto kubwa inaweza katokea ni kwamba huyu mwanamke anaweza kapata issue inaitwa peritonitis, ambayo ni kwamba damu baada ya kumwagikia damu na vile vitu vingine ambavyo vilikuwa vinatunza mimba vikimwagikia kwenye sehemu ya tumbo vinasababisha maambukizi makali kwenye sehemu ya viungo vingine vya tumbo, utumbo pamoja na maini na figo. Kwa hiyo itakuwa ni operation nyingine kubwa. Baada ya hapo, wanawake wengi waga wanakuja kupata maumivu makali ya tumbo, anakuwa na chronic lower abdominal pain, chango lisiloisha. Lakini shida nyingine ni kwamba hawa wanawake waga wanapoteza uzazi kabisa, kwa sababu swala la kwamba anatoka damu nyingi inaweza ikatokea kwamba daktari itabidi aopti kutoa kizazi chote au kuziba ile mirija ambayo inapeleka damu kwenye kizazi. Ikizibwa ile mirija, ina maana kizazi chako hakiwezi kufanya kazi vizuri, hauwezi kupata uzazi tena. Basi kama una changamoto zozote za uzazi, wasiliana na Dr. Budodi tuweze kuona namna gani tutakusaidia. Vinginevyo, hii ni Afya Kiganjani, tiba mtandaoni na Dr. Budodi. Chao.